الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، والصلاة والسلام على أفاضل الأمجاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ndugu Islam, nakuhusieni katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama nami ninavyohusia nafsi yangu kufanya hivyo, na mzungumzaji hasa awe ndo mtu wa mwanzo kulitekeleza hili. Ya Rabbi, tunakuomba utusimamie katika kuyatekeleza haya tunayozungumza. Tukipinda tu Mwenyezi Mungu haraka uturejeshe, tunakuomba ya Rabbal Alamin. Msemaji na msikilizaji tunatakiwa tuwe pamoja katika kuyatekeleza haya. Waislamu, miongoni mwa mambo muhimu sana ya kutafuta ule uchamungu, Allah ameuleta huu mwezi, ndani yake akaleta vitu muhimu sana vya kufanya, ikiwemo kusoma Qur'an, lakini pia vile vile ndani yake kuna salatu tarawih, lakini ndani yake vile vile kuna swala zima la kuomba msamaha, ambapo hasa kwenye 10 hili ambalo tunalo ndo Mwenyezi Mungu, manake ukisema tu yeye tayari ameshakutunukia. Tule wengi hatuna utamaduni wa kuomba msamaha. Binadamu mwenzako tu anakukera au unamuudhi, kule kumwambia kaka samahani, au mke kakuudhi pale nyumbani, mke wangu samahani, nisamehe mke wangu, basi unaona shida ambaye unamuona kila wakati. Utaweza kuomba msamaha kwa mtu ambaye humuoni? Tulio wengi hatuna tamaduni ya kunyanyua mikono tukamwambia Mwenyezi Mungu nisamehe, ukataja makosa yako hasa uliyofanya. Waislamu, ndani ya mwezi huu tumeletewa tarawih, akaitaja Mtume kwa ishara, akasema man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ambaye atasimama ndani ya Ramadhan, hapa inakusudiwa kusimama kuswali tarawih, kwa sababu tahajjud mezi yote ipo, lakini Ramadhani nakusudia hii tarawih inapatikana ndani ya Ramadhani tu. Ndio akasema man qama Ramadhan, specific, ambaye atasimama katika mwezi wa Ramadhan, manake kuswali tarawih, akaiswali imanan, kwa imani kabisa kwa ajili ya Allah, wahtisaban, na kutarajia kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu anamsamehe makosa ambayo katanguliza huko nyuma. Hakuna mwanadamu anatembea kifua mbele kwamba mimi sina madhambi, hamna. Hapa Uislamu aliposema man qama ramadhana imanan, ambaye atasimama ndani ya Ramadhan kwa iman, na kule kwenye kufunga Mungu naye akasema vile vile ya ayyuhalladhina amanu. Kwa hivyo kwenye kufunga kunatakiwa iman, na katika kuswali tarawih pia kunatakiwa nini? Iman. Kwa Ramadhani iman, tarawih iman. Waislamu, hii Ramadhani haifungwi kwa sababu ya nguvu, labda una misuli mikubwa kwenye mwili au kifua chako kimejaa, unaweza kupiga push up mpaka 100 au 200, au wewe ni carrot man. Hapana, Ramadhani haina formula hiyo. Ramadhani ni issue ya imani. Ndio utakuta leo kuna wanawake, watoto wadogo, wengine watu wazima wanajitahidi, wanaifunga hii Ramadhani. Allah anasema wa antasumu khairul lakum, kuifunga hii Ramadhani, ndani ya Ramadhani khairul lakum, ni bora. Yani kana vile anatubembeleza, manake hata kama maradhi yako manake si makubwa sana, basi unaweza unatakiwa ujitahidi. Wa antasumu khairul lakum, kuifunga ni kheri, ndani yake mna vitu vingi vinapatikana. Hapa leo nataka niseme kitu kimoja. Kuna watu wanatakiwa watoe fidia, na fidia hii yawezekana mwenye kutoa fidia akakushinda we mfungaji, ikiwa hiyo fidia ataitoa inavyotakiwa. Hii fidia kwa watu wazima sana ambao taqaddama umruhu wa dha'afa jasaduhu, hawawezi kufunga kwa sababu ya viwiliwili, havina nguvu tena. Hawa wametakiwa wale na watoe fidia.
hii fidia hii Uislamu, kama unaweza kumtolea mzee wako chakula hichi, alafu kikaa ni kibaba kizuri, wanatuambia wanachuoni wana makisio yao kama kilo moja hivi na robo, unakitoa kwa wanaohusika, unakitoa pamoja na utowezi kidogo hivi, manake ndio falsafa ya ituamu miskina, kumlisha maskini. Wewe unapeleka mchele mtupu, kama kinapikwa nyumbani wali huu au mchele huu, kitoweo hakitotafutwa? Manake kitatafutwa. Unapompelekea yule pia utowezi uwepo, ipatikane ile dhamira ya kumlisha. Kama mwenye kutoa fidia yakuwa anatoa katika njia hii na anapata muda wa kusoma Qur'an na kuleta istighfar, ukilinganisha na mfungaji ambaye anafunga lakini hasomi Qur'an, kutwa ipo kwenye mipira huko, maanake huyu alikuwa kibaba atamzidi huyu, kwa sababu Mtume anasema herufi moja tu thawabu 10. Huyu mfungaji huyu hasomi, huyu kesha kushinda. Sasa Waislamu tunatakiwa tushindane katika amali hizi. Tenga muda, kaa kimya mahala, nyanyua mikono, muombe Mwenyezi Mungu istighfar. Tuna shida nyingi sisi, hatuna pesa, sisi hatuna mashamba yetu hayana mvua, hayana maji. Kuna watu na shida na watoto na vitu vingi. Kuna watu watatu wao walikuwa wanasumbuka. Mmoja alikuwa anasumbuka sana, ana shamba kubwa, lakini maskini mvua inanyesha mpaka hapo tu kwenye shamba lake, mvua haingii. Kila siku anasikitika, hangaika kwa waganga, labda nadhani karogwa, kwenda huku na kule, kile akifanya dawa na bado mvua inanyesha, nafika hapo katikati shamba halipati mvua, anaumiza kichwa huyu mzee. Mwenzake jirani ana tatizo kubwa la watoto, karibu mwaka wa 10 imeshaoa, hata yule wa kusingiziwa, hata kule sijui kuharibu pia hamna. Vijana wanaoa karibuni tu hivi wanazaa, kila ambaye kaoa anasema kishapata mtoto, mpaka anajisikia tabu. Wengine, mmoja alikuwa na shida na pesa, uchumi mbovu kweli kweli, kama ambavyo sisi uchumi hatuna. Qur'ani ni tiba. Qur'ani ndani yake kuna utajiri, lakini kwa kuwa ile iman imekuwa ni dhaifu, hatulioni hilo. Wakapewa mawazo, wende kwa mwanachuoni mkubwa, alimun ulama wara'un, mwanachuoni alafu mcha Mungu, kwenda kupeleka haya masala, labda pengine anaweza akasema chochote. Wanafika pale, kuna bao nje, anaingia mmoja, anamwambia shekhe, mimi sipati mvua kondeni kwangu. Akamwambia nisikilize, dawa yako ni ndogo sana. Akamwambia qul astaghfirullah, kila wakati sema astaghfirullah, astaghfirullah, sema neno hili utapata mvua. Akamshangaa kweli kweli, kwa vile alivyohangaika sana kwa waganga na madawa ya kila mahala, yani nikisema hivi tu itanyesha. Kaamini kama hajaamini, akaondoka pale. Lakini sometime yes, sometime no, bado imani haijajaa. Ishu ya imani ni kitu muhimu. Akaingia wa pili, naye akasema mimi shida yangu mkuu, watoto vijana tu wanaoa karibuni, mimi mwaka wa 10 huu, na kila ninachoambiwa nile nakula, mara naambiwa kula njugu nimekula, nikiambiwa kula hichi nimekula, sijui kuna kitu gani, kila bado anaambiwa sikiliza, sema astaghfirullah, astaghfiru, sema neno hili, Mungu atakujalia watoto. Akashangaa kweli kweli kwamba kaambiwa neno dogo sana, akatoka. Watatu naye shida yake yeye ilikuwa ni pesa, hali uchumi, pesa mifukoni hamna. Akaamba nisikilize, sema astaghfirullah, Mungu atakujalia riziki. Walipokuwa wanakwenda zao, wakakutana tena, wanahadithiana. Mimi na shida kidogo, nimeambiwa niseme astaghfirullah, na mimi nimeambiwa hivyo hivyo, na yule mwingine na mimi nimeambiwa hivyo hivyo. Wakasema huyu shekhe huyu kishatudanganya huyu, haiwezekani kabisa. Matatizo kila mmoja ana shida yake, alafu dawa moja tumwendeni. Wakamwendea tena, wakamwambia tumekuja sote watatu hapa, huyu umempa dawa hii, mimi umenipa hii, tuna mashaka kidogo. Akamwambia sikilizeni, dawa hii sijatoa mimi. Akawasomea Qur'an,
Mungu anasema bismillahir rahmanir rahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Anasema Bwana Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kanipa ilhamu nikwambieni hivi kwenye istighfar, ambalo hili ndio kumi lake, kumi la maghfira. Wangapi tumeshakaa tukataja yale makosa yetu, tukanyanyua mikono tukasema astaghfirullah, Mungu naomba msamaha, narudi kwako, mmefanya dhambi hii, sitorejea tena ya Allah. Mwenyezi Mungu ni ghafurun, ni mwingi wa kusamehe, rahimun, ana huruma kweli kweli, hana mpango hasa wa makusudi wa kuchochoma moto, hana kabisa kama Adam ameplan hasa, hana. Semeni haya maneno, wanaambiwa. Akasema maneno haya, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faida ya kwanza kusema astaghfirullah, Allah anakusamehe madhambi, na sisi tunayo ametuganda. Tajiri anamwasi Mungu kwa utajiri wake, maskini anamwasi Mungu kwa umaskini wake, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nyinyi madhambi mnayo, anawaambia muombeeni Mwenyezi Mungu msamaha, lakini yursili samaa alaikum midrara, ukileta istighfari katika faida zake, Allah taleta mvua, tena mvua ambayo sio ya kuangamiza, mvua nzuri ambayo itaweza kuotesha vipando. Na wewe umesema una shida na mvua, au hujaniambia hivyo? Anaambia amesema hivyo, basi sema hii. Akatikisha kichwa hivi. Allah anasema wayumdidukum bi amwalin wa banin, Allah atakupeni na watoto pamoja na mali. Ukisema astaghfirullah, wewe umesema una shida na mali, wewe una shida na watoto, au hamjaniambia hivyo? Tumesema hivyo, nendeni basi. Basi wakaondoka hapo. Ile wanaondoka hapo njia nzima astaghfirullah astaghfirullah. Anatoa mtu salamu, asalamu alaykum, baada ya kuitikia alaykum salaam anasema astaghfirullah astaghfirullah. Yani wakadumu kupata ndani ya siku 15, kwa kuwa ile imani ambayo kaitaja Mungu kwenye funga na imani kwenye tarawehe walikamata. Basi Waislamu Allah aliwafungulia. Huyu shekhe alipata mvua yenye neema, mazao yakajaa. Huyu mwingine naye akapata uchumi mzuri. Huyu mwingine naye akapata riziki ya watoto, tena dhukuran wa inathan, mchanganyiko, lakini ni ishu ya imani. Waislamu, tufungeni mwezi huu wa Ramadhani na tuendeeni haya mambo mema haya kwa imani, hasa kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah Mwenyezi Mungu atatusaidia na tutaupata ucha Mungu, tutautia mikononi, ili tukafaidi yale matunda ambayo Allah ametuambia hadaika wa anaba. Kwani Mwenyezi Mungu hana haja kabisa kutushewa moto, na ndio maana akatoa fursa mbalimbali. Leo Waislamu kufanya jambo jema ili upate thawabu ni rahisi mno kuliko kufanya dhambi. Yani zile dhambi mtu mpaka anaandikiwa dhambi upate kazi kweli kweli, kuliko ni thawabu.